Kimani Ichung'wah ili aendelee na itifaki. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Owen Baya, Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Waziri Mkuu, Prime Cabinet Secretary wetu, speakers wetu wa Bunge la Kitaifa, na ndugu yetu Amason Kingi, speaker wetu wa Senate ambaye pia amekuwa governor hapa Kilifi, na wananchi wa Kilifi, hamjambo. Mimi nitakuwa mchache sana wa maneno kwa ombi la familia. Nimeulizwa wabunge wa Bunge la Kitaifa tulioko hapa. Tauliza tu msimame mahali mpo, sababu ndugu zetu wa Seneti wamechukua muda kidogo, ili niwajulishe kwa wananchi. Nikikutaja tu jina, utainua mkono ili watu waweze kujua. Tuko na chairman wetu wa Coast Development Parliamentary Group, Mheshimiwa Dan Mwashako, ambaye pia ni mbunge wa Udanyi, ndio huyo hapo. Tuko na Mheshimiwa Dena, nominated MP, pia wa hapa Coast. Kenga Mpe, ndio yule pale, Warabai. Tuko na Mheshimiwa Katana, alikuwa amezungumza pia, wa Kaloleni, ni wa hapa nyumbani. John Bwire Taveta, ndio yule pale. Nyuma yake hapo ni Machele wa Mvita. Tuko na kijana mwepesi, Badibadi Twalib wa Jomvu. Tuko na Mheshimiwa Silvanus Osoro ambaye ndiye majority whip wetu. Nyinyi mlikuwa mshaongea, kaeni chini, ni wenyeji. Aisha na mwenzetu. Tuko na Mama Mishi Mboko ambaye ni commissioner wetu. Tuko na Mheshimiwa Makau. Mheshimiwa Makau alikuwa ameketi hapa, nafikiri ametoka nje kidogo. Tuko na Mheshimiwa Mathias Robi hapo. Mheshimiwa Recho Nyamai. Mheshimiwa nani sijataja? Who is that? Bedzimba. Na nyuma yake hapo ni Mheshimiwa Nyamoko, I think I'm right. Mheshimiwa Nyamoko, Mheshimiwa Kaluma kutoka Homa Bay, mzee wetu, mzee Gonzi Rai, na Mheshimiwa wetu wa Msabweni, Mheshimiwa Faisal. Hao ndio wabunge wa Bunge la Kitaifa ambao wamejumuika nasi leo kuja kuomboleza pamoja na speaker wetu wa Senate. Na kwa niaba yao wote nataka niseme, na wengine wengi ambao hajaweza kusafiri kuja hapa siku ya leo, wabunge, kwa niaba ya wabunge wote, wale wengine wote wa Bunge la Kitaifa, niseme poleni sana kwa familia ya mzee Kingi, na pia kwa speaker wetu na mama wajane. Na sababu mengi yamesemwa, mimi yangu ni kusema tu pole, na niwaambie pengo ambalo vile Michael alisema ambalo mzee ameacha, muwe na imani ya kuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuja alijaze hilo pengo kwa familia yenyu, na hata kwa hii kijiji chenyu hapa, na kwa Magarini constituency vile ilivyo, na Kilifi County. Na vile wengi wamesema, Mheshimiwa Rais, wakati Mungu ametupea nafasi ya kuwa hapa duniani, ni vizuri kutumikia wananchi na jamii vile huyu mzee aliyelala hapa tumeambiwa ametumikia hiki kijiji kutoka wale wakati wa shifter. Yeye alikatalia hapa, akasema aendeshe biashara na aweze kufanya ukulima, na avutie wengine warudi hapa kijijini kuendelea na maisha yao. And it is that kind of resilience, Your Excellency, that makes a nation to grow, and even a village like this. Mheshimiwa Rais, mengi pia amesemwa. Mesikiza aliyekuwa mbunge wetu hapa Michael akitaja mambo kutoka Galana Teachers, shule, mambo ya mabasi, mambo ya stima kwa vijiji hapa, mambo ya madaraja, mambo ambayo wengi wakiasikiza watayachukulia kwa mzaha. Ndio Mheshimiwa Rais, umeona mengi unayonena, ukinena hata mabarabara, mambo ya barabara, utaja mabarabara na majina, watu wanafanya kama ni mambo ya mzaha. Ukitaja vijiji ambazo zimewekwa stima,
hiyo Mheshimiwa Kingi anasema, Michael, watu wanaona mzaha sababu labda wao kwao wana hiyo stima, wengine pia kwao wana barabara nzuri. So wakati Mheshimiwa Rais unasikia viongozi wakija hapa wanaongea mambo ambayo yamefanyika hapa Magarini, mambo umefanya ukiwa naibu wa rais, mambo umefanya ukiwa rais, na yanatajika na watu wanayasikia, na ni mambo ambayo yanaonekana vile Mheshimiwa Michael Kingi alituambia, sio mambo ya mzaha Mheshimiwa Rais. Na najua wengi wanakufanyia utani na mambo ya mzaha ukisalimia watu na salamu za nyumbani kwao mahali umefika. Wengi wanafanya mzaha na mabarabara kama hiyo ambayo imetajwa hapa ya kutoka Kilifi kwenda Ganze na Bamba. Wengi ambao hawajui kule, Mheshimiwa Rais, wakati hiyo barabara inajengwa wataona kama ni mzaha. Wengine wakisikia Mjanaheri kwenda Ngomeni watafikiria huko ni Ethiopia, sababu hawatembei. Mwingine atoki kwa kijiji chake, anajua tu kijiji chake, akisikia kuna kijiji kinaitwa Mjanaheri atafikiria hiyo ni nchi nyingine, sio Kenya. Lakini wewe rais, sababu umetembea, umejua shida za watu wa Magarini, vile umeelewa shida za watu wa mkoa Kaskazini, shida za watu wa Nyanza, shida za watu wa mlima wa Kenya, shida za watu wa Nairobi, unazielewa. Na nataka nikuulize rais, sababu hapa Magarini pia bado wako nyuma, wewe usiwekwe uoga na wale ambao wanafanya utani ama mzaha wakati unaongea mambo ya Mjanaheri, ya Ngomeni, ya Bamba. Endelea kuongea na kuwatendea kazi watu wa Kenya yote bila ubaguzi. Mesikia kiongozi Owen Baya akisema kwa mara ya kwanza wananchi na watu wa Kilifi wanahisi wako ndani ya serikali, na hawahisi wako ndani ya serikali sababu wako na Speaker Kingi akiwa speaker. Ni matendo ama vitendo ambazo umewafanyia zinazofanya wahisi wako ndani ya serikali, na kazi haijaisha. Endelea kuwatumikia ili wahisi wao ni Wakenya kama Wakenya walio Kenya nyingine. Mheshimiwa Rais, na unajua sifa zako, vile tunaongea sifa za mzee Kingi hapa, sifa zako siku utakaoondoka kama rais wa Kenya zitakufuata. Kunao wengine wamekuwa na viti kubwa, sifa ambazo zimewafuata ni sifa za ukabila, sifa za kugawanya watu, sifa za uchochezi, na hawana sifa hata ya project hata moja, iwe ni ya barabara, iwe ni ya stima, iwe ni ya kumwajiri mwalimu hapa Magarini, hawana. Wewe umeambiwa ukiwa naibu wa rais, hapa ndio walipata Galana Teachers College. Mheshimiwa Kingi amesema ukiwa naibu wa rais, ametuambia yale mambo uliwafanyia ya kuhakikisha stima inaendelea kushikanishwa kwa manyumba ya watu, na hiyo ndio kazi na utendakazi ambayo utakufuata. Wale wa ukabila, wale wa kugawanya wa Kenya, wale wa kueneza chuki, wale wa kusherehekea mauti ama mambo ambayo wanawafikia wengine, vile Mheshimiwa Senator wa Migori amesema, tuwasamehe na tuwaombee Mungu. Ukiona mtu anasherehekea mauti, huyo sio binadamu. Ukiona mtu anasherehekea mambo ambayo inagusa Mkenya mwingine yeyote mahali popote, huyo sio binadamu. Sijui tuwaite nini watu ambao sio binadamu na wanatembea na miguu miwili kama binadamu. Lakini sababu tuko kanisani, Mheshimiwa Rais, nimalizie pia na kusema kuwajulisha, meona Willy Mtengo ambaye alikuwa mbunge ako pale, salimia watu, sababu nimesikia Mheshimiwa Rais kwa hii broad based government, na tuliwaambiwa iko broad na based, na tumeibase. Tunao Mheshimiwa Harry Kombe ambaye amekuwa ni mbunge wetu hapa, amenena, na pia tumeulizwa na mama Aisha, sababu hawa wote ni watoto wako kwa broad base. Tuangalie vile sorry, ni mama county, mama county ananiambia sio, ni mbunge wa Kilifi.
Mama Amina alinena, sio Aisha. Asante kwa kunirekebisha. Ametuuliza hawa watoto wako wote, Mheshimiwa Rais, uangalie vile tutaweza kufanya na mbunge aliyekuwa hapa ni kweli ni wa broad base. Pia yule alienda kotini, tutakapata nafasi ya uchaguzi mdogo. Mheshimiwa Stanley Kenga ako hapa, si ako hapa huyo kijana? Huyo kijana mwepesi Stanley Kenga ndiye huyo. Punga tu mkono hewani hivyo sababu ya masaa. Pia si ni wetu pia. Sasa tutapangana, lakini Mheshimiwa Rais, hawa wote ni wetu na tutaendelea kushirikiana na kufanya kazi pamoja kwa broad base. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Nichukue nafasi hii ni